Bush Garden Hall ni siku nzuri ya hakika ya mtoto wa msanii maarufu hapa Burundi na Tanzania. Tunashuhudia majambo mengi, tuna vitu vingi vizuri ambavyo vinafanyika hapa Bujumbura, Burundi. Tayari tulioa na sasa hivi tuna mtoto na tuna mjukuu vile vile. Karibu mkwe. Shukrani sana. Asante sana. Unazidi kutushirikisha ndani ya Bujumbura. Ni kitu kizuri kwa sababu ni familia na nafurahi pia kuona familia imekusanyika hivi kwa wingi. Ni swala kushukuru Mwenyezi Mungu. Tumeshuhudia mara ya kwanza mlikuwa wawili, leo mko watatu, mnakuwa wanne. Kesho mtakuwa watano. Yeah, of course. Kitu kizuri sana. Yep. Bado tunafurahi kuwa na wewe na tunashuhudia mambo mengi yanafanyika hapa Burundi. Tangu umeingia Bujumbura, Burundi, na tunashuhudia show mbalimbali. Na kuna hapa juzi umeshuhudia umejaza arena Burundi. Shindo sana. Kulikuja wasanii wengi sana walishindwa hapa. Kwa sababu mimi naamini kupitia upendo wa Burundi na ni familia yangu. Ndio nakwambia nafurahi pia kuona watu wamekusanyika hivi kwa wingi kwa sababu ni familia. Hili jambo la hakika. Tunafurahi kuona umewaheshimisha watu wa Bujumbura. Ila ungesema nataka nikalifanyie kwangu kwa Mtwara huko nyumbani. Umeamua uje ulifanyie ukweli. Ni kwa sababu ya upendo pia ambao amenionyesha mara ya kwanza walivyonipokea, lakini mara ya pili pia hii ni mara ya tatu na nadhani itakuwa mara nyingi zaidi. Na hata hizo show unazozungumzia zitakuwa nyingi zaidi. Tuna plan kufanya vitu vikubwa sana. Asante sana, tunashukuru sana. Thank you so much. Mama Afrika. Tuongee kidogo. Naam, Ibra, shukrani sana kwa wewe kuweza kuifanyia hii sherehe ya dua ya mtoto hapa jijini Bujumbura. Nadhani Warundi watafurahi sana kuona namna ambavyo umewaheshimisha. Ipi target ambayo ulikuwa umeitarget kufanyia hapo? Ni kuendelea tu kuimarisha familia kwa sababu naamini kupitia upendo. Watu walionipokea vizuri mara ya kwanza, mara ya pili na hii mara ya tatu ni kwa ishara ya upendo na haitakuwa mwisho. Na kitu gani ambacho sasa hivi Warundi wakitegemea kutoka kwako baada ya sherehe hii ya hakika, wategemee kitu gani? Nadhani tunawaandalia mengi makubwa. Kuhusu shows nilikuwa naongea na timu yangu pia, nadhani kama sio mwaka huu mwishoni basi mwakani tutaifanya stadium kwa sababu ya kuhitaji kujumuika na Wanaburundi wengi zaidi. So watu wakae tayari na vitu kama hivi vitakuwa vinaendelea kwa sababu binti yangu ndo anakuwa. Hamna shida, vitu vitazidi kuendelea kuwa vingi kwa sababu ndo kwanza tumeanza. Na hivi dua kwa kumsomea mtoto huaga ina maana gani? Kwa wale ambao labda ndio mara ya kwanza nasikia kitu kumsomea dua mtoto ina maana gani? Ni baraka kwa sababu mimi naamini sana kupitia Mwenyezi Mungu. Na hii ni baraka kwa sababu ni binti yangu wa kipekee wa kike. Nadhani nampenda sana kwa namuombea mema zaidi kwa Mwenyezi Mungu na ndio maana nikafanya dua kwa sababu nahitaji awe binti yangu mzuri, binti ambaye atakuja kuiheshimisha familia yangu pia. Okay, na kidogo kwenye sherehe tuje kwenye upande wa muziki. Kwanza hongera sana kwa ngoma ambazo umeachia ngoma mbili hakika na remix yake iko vizuri na nadhani mapokezi yalikuwa mazuri. So far feedback ikoje kuhusiana na hizo ngoma mbili ambazo umeachia? Watu hawana uhakika kweli, kwa acha waimbe. Hata mimi mwenyewe sina uhakika kama Maafrika ananipenda kwa acha tuimbe, hatuna uhakika. Kwa hiyo ulikuwa unamwimbia yeye mwenyewe au nini? Kwa sababu hata wewe pia kama unaye nyumbani na imani uhakika hauna, utajiminya hapo, utapiga simu uko nyumbani kweli? Tafsiri halisi ya hii ngoma tafsiri yake halisi ni ipi? Ni kwamba tu mapenzi hayanaga ukweli ambao umenyooka ndani yake kwa sababu hakuna mwenye uhakika. Hata akawa ni tajiri kiasi gani lakini uhakika hawezi kuwa nao. Kwa sababu pia mapenzi ndani yake yameumbwa na wivu. Kwa watu kuwa na uhakika ni shida. Na Ibra, kuna kitu ambacho kilitokeza katika show yako ambayo ulifanya Arena. Moja kati ya story ambayo iliweza kuhappen na kuweza kutikisa mitandao ya kijamii, watu wengi wamezungumza, ni kuhusiana na mtangazaji ambaye aliweza kupata changamoto ya kuweza kuondolewa maeneo ambayo
Kwa tafsiri ambayo ambayo ilitolewa ni kwamba ilikuwa haruhusiwi kuingia lile eneo, na tafsiri nyingine zinasema kwamba yeye ni mtangazaji, anaruhusiwa kwenda popote pale kutafuta habari. Tukio hili haujalizungumzia popote pale. Kwa niaba ya wale ambao tutazama sasa hivi, hebu uliweke sawa hili swala ilikuwaje? Kwanza wana Burundi waelewe kwamba mimi nawapenda sana na mengi ya kushare nao. Na nishawahi kuzunguka East Africa, nchi tofauti tofauti, hamna nchi ambayo amenipokea vizuri kama Burundi. So niko na love na Burundi. Lakini pia tukizungumzia ile kitu ambayo imetokea siku ya show, kwa wale ambao nimewakwaza wanisamee, kwa sababu mimi ni binadamu pia. Na ambaye anahitaji kujua ambacho kiliendelea, mimi nilikuwa niko stage na perform. Zile meza za mbele watu wote walikaa kwa sababu walikuwa ni VIP. Kilichoniumiza zaidi, ile meza ambayo yeye ameenda kufanya vurugu pale ikatokea, ni meza ambayo alikaa wadada tu. Yaani hakukuwa hata na mwanaume. Sasa magomvi huko, nikajiuliza kwa magomvi yamefikaje, na ndio maana nilimuita nikamuuliza, nikamwambia basi nenda. Right. Kwa ni hali ya kutetea show pia isivurugike kwa sababu ni biashara. Right. Na mashabiki wamelipa watu wengi. Kwa haiwezekani mtu mmoja atoke huko aje atukwaze watu, tumelipa hela, watu wamekaa wanataka kuenjoy muziki wanatukwaza. Na kwa sio vizuri, haipendezi. Yeah. Na baada ya tukio lile, kitu gani ambacho kiliendelea? Ni swala hili tayari limeshafungwa tayari, na lilifungwaje? Hapana, ni ndugu yangu yule ni ndugu yangu. Hata leo hapa nadhani sijui kafika, sijui kajificha wapi. Nimempigia simu, kanambia anatokea. Sasa sijajua kama kafika au hajafika. Ni ndugu yangu kabisa. Yeah. Okay, then swali la mwisho ambalo watu wengi wanajiuliza, na mwisho kabisa, sitaki nikusumbue ili uende kapumzike. Lini Ibra atafanya muziki binafsi na msanii wa kutoka Burundi? Nadhani siku yoyote, saa yoyote, kwa sababu ni familia. Yeah. Siku yoyote, saa yoyote. Bana, shukrani sana. Thank you so much. Kuna jambo lolote ambalo unapenda? Mimi niwashukuru tu wana Burundi kwa upendo wao, na tuendelee kudumisha upendo, tuendelee kufanya vitu vingi ambavyo vina mantiki zaidi. Yeah. Shukrani sana. Thank you so much.